Basi ndugu zangu, dada zangu, nawakaribisha tena katika huu mtandao unaoitwa Biblia Nguzo ya Ulimwengu. Mtandao ambao unatangaza mambo ya Injili na mambo ambayo yamesaidia sana Wakenya wengi. Na kwa wiki iliyopita tumeanza mada ambayo tulihubiri sehemu ya kwanza na ya pili, ambayo watu wanaipenda sana na wangependa sana kuisikia, inayohusu hali ya wafu, yaani maisha baada ya kifo. Kwa kimombo wanasema life after death. Hii leo tutakwenda kuendelea na mada hiyo, kwa sababu leo ni sehemu ya 3. Tukimaliza hiyo tutakwenda sehemu ya 4. Sehemu ya 3 tunapokwenda, kwanza naomba niombe. Baba, kwa jina la Yesu tunakushukuru kwa sababu umetufikisha leo. Tunaomba ukawa pamoja nasi tunapokwenda kuanza na kuendelea, ukatubariki na ukabariki wasikilizaji na watazamaji wa mtandao huu na wa ibada hii ya mahubiri kutoka kwenye Biblia. Tushindanie na utuonekanie, kwa jina la Yesu Kristo tunaomba na hata kuamini. Naomba nianze hivi. Zaidi ya 80% ya watu wote ulimwenguni wanaamini kuna ziwa la moto baada ya maisha haya, na zaidi ya 90% wanaamini kuna mbinguni wanakokwenda watu baada ya kifo, na hasa wanakokwenda watu walio wema mbele za Mwenyezi Mungu. Hiyo nataka weke hapa. Ni wachache tu wanaoitwa atheist na wengineo hawaamini kuna Mungu na kuna mbinguni watu wameahidiwa, au Mungu aliyotuahidi. Na naomba niseme hivi, tunakwenda makanisani, wengine wanakwenda misikitini, na wengine wanakwenda sehemu tofauti tofauti za ibada. Lakini naomba niguse wanaokwenda kanisani, wanaokwenda msikitini, na hasa wanaokwenda kanisani. Ya msikiti tutaingia tu pole, tutakuja tukiingia pole, ni waahidi. Nitakuwa nikigusia hasa wanaokwenda kanisani, wanaokwenda msikitini, na hasa zaidi wanaokwenda kanisani. Watu wengi hii leo wanaokwenda makanisani kuhudhuria ibada, acha niwaambie, wana sababu tofauti katika nia zao, sababu ambazo hawawezi kuzisema na hakuna mtu atazisema. Lakini naomba niwaambie hizo sababu sasa. Zaidi ya 60% ya watu wanaohudhuria kanisa, iwe ni Katoliki, iwe ni IC, ABC, Jeshi la Wokovu, Pentecostals, Deliverance, Redeemed, wote waite, makanisa karibu wote, makanisa karibu yote, wanaohudhuria leo, ndani ya vichwa vyao wana sababu tofauti sana. 40% ndio wanatafuta Mungu. 60% ndani ya vichwa vyao na nia zao, cha kwanza kabisa, wanataka kuhusika na watu wazuri wa kanisa fulani, washirika hapo, wanahusika hapo na wanajulikana. Kwa sababu kunaweza kuwa na kinga siku zijazo. Na nikisema kinga, ni kinga ya mambo tofauti. Sababu moja. Ya pili, wanataka watu wa kuwafanyia mazishi mema wanapopatwa na maafa. Yaani kuwe na mhubiri mzuri wa kanisa lao, anawafanyia ibada ya mazishi na kuzungumza vizuri na vyema kuhusu aliyetuacha, kwa sababu ya washirika wao wanaohusikana na huyo maiti. Mhubiri atakaye paka mafuta aliyetuacha, hata kama anajua hakuwa sawasawa mbele ya Mungu, atakaye mpaka mafuta sawasawa na kumsifia akiwa katika wafu. Hiyo ni ya pili. Ya tatu,
wanataka watu wa kuwafanyia harusi nzuri inapofikia wakati wa harusi, na mengine. Wacha nitaje hao matatu. Hao ni 60% ya wanaohudhuria makanisa leo. Na uongo ambao umeenezwa na madhehebu tofauti nao ni kama huu. Kwa mfano, Waislamu wanaamini mtu akifa, akiwa vyovyote vile, lazima afanyiwe sala na dua ndio aingie peponi. Alafu anapozikwa pale kaburini, wakimlalisha chali, hapo ndio ngoma inaanza. Ndio unasikia wakisema adhabu ya kaburi haijawahi ni maiti. Wanaamini pale atakutana na malaika ambao watamuuliza maswali 3, 4, 5. Asipojibu anachapwa na kucharazwa viboko. Swali la kwanza, dini yako ni gani? Asiposema Muislamu ni viboko. Mtume wako ni nani? Asiposema Muhammad ni viboko. Kibla chako ni gani? Yani kibla ni akiomba anaangalia wapi, maana Qur'an nasema lazima aangalie Maka. Asipotaja ni viboko na mambo kama hayo. Lakini akijibu hayo yote, nani atajua atajibu kweli au si kweli? Na ni uongo, yeye ni maiti atajibu nini? Sasa hiyo ni imani, na ni imani ya Waislamu. Lakini wacha nirudi kwa Wakristo. Hapa kwa Wakristo, hasa wale wanaoongozwa kutoka Roma, Vatican, wanaamini ili mradi tu uwe umebatizwa, umekwenda madrasa ya Kikatoliki, mafunzo, umebatizwa na umepata kipaimara na umefanya harusi na unatembelea wagonjwa hospitali na mambo ya kusaidia watu na chakula na mambo kama hayo, wanaamini hiyo ndio qualification ya kuingia mbinguni. Na hiyo ni imani yao na lazima tuiheshimu. Lakini je, inaambatana na Biblia? Si kweli. Haiambatani na Biblia hata kidogo. Biblia inasema baada ya kifo ni hukumu, na waliokufa vile walivyolala ndivyo watakavyoamka. Na hakuna mtu ako na nguvu au na uwezo wa kulipia fidia ya mtu aliyefariki akiwa mwenye dhambi. Hakuna. Na hayo niliwasomea katika sehemu ya pili. Wengine wanaamini ikiwa wewe umekuwa mhudumu sawa kanisani, unashirikiana na mchungaji sawa sawa, unatoa fungu la 10, mwingine nilisikia akisema no tithe no heaven. Huo ni uongo. Huo ni uongo. Mbinguni hatupelekwi na tithe, tunapelekwa na John 3:16. Maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu akatoa mwana wake wa pekee, ili anayemwamini, aliyetubu na anamwamini atapata uzima wa milele. Hakuna pali Biblia imesema ati mbinguni kifunguo cha kuingia ni malipo ya fungu la 10. Huo ni uongo wa makanisa ya biashara siku hizi. Mbinguni tutakwenda kwa kutubu na kumwamini Yesu na kufuata mafunzo ya Biblia. Lakini mafunzo ambayo yanaenezwa siku hizi ni mafunzo potofu. Na niliwaambia kila kitu lazima tuwe tunasoma maandiko. Maana maandiko, the Bible says the word of God is established in heaven. Yani neno la Mungu limewekwa misingi yake kule mbinguni. Na Mungu anasema anaheshimu neno lake kupita yeye mwenyewe, kupita nafsi yake mwenyewe. Anaiheshimu hilo neno lake na analitimiza jinsi alivyoliandika. Kwa hivyo mtu akikusomea Biblia na ukweli na unakataa kwa sababu dhehebu lako alikubaliani na mwenendo huo, basi yeye ameoga mikono. Maana katika neno la Mungu ndio kuna uhai.
tena uhai wa milele. Na naomba niseme hivi, kuingia mbinguni lazima tabia yako iambatane na maandiko ya Biblia. Ikiwa wewe ni mdhalimu ni mwenye dhambi, hakuna kuingia mbinguni baada ya kifo. Na naomba nikusomee katika sura ya 6, kitabu ni cha Wakorintho wa kwanza, sura ni ya 6, kuanzia 9 hadi 10. Nasema hivi: hawamjui ya kuwa wadhalimu hawataurithi ufalme wa Mungu? Wadhalimu ni wenye dhambi wanaotenda mambo haya ambayo yafuatayo. Wadhalimu ni watenda dhambi. Na ninaposoma hapa nitaje jambo ambalo linakuhusu, usianze mishipa kunichukia, maana ni neno la Mungu. Ikiwa hata dhehebu yako linakubali dhambi hiyo, alitaji, hiyo ni dhehebu ya binadamu ambayo haiambatani na neno la Mungu. Kwa hivyo naomba